natoka usiku wa leo, nitoke kama chombo kitakachomfaa Bwana, chombo cha heshima, chombo cha dhahabu, kwa jina la Yesu. Nisikie amen leo hai. Usiku wa leo na ujitakase na kila takataka. Sema Baba, katika jina la Yesu, kila takataka, kila takataka iliyonivaa kwa kujua, kwa kutokujua, hiyo takataka najitenga nayo usiku wa leo katika jina la Yesu. Sema ninajitenga nayo usiku wa leo katika jina la Yesu. Mimi nitaitwa chombo kilichosafishwa, chombo cha heshima, chombo kimfaacho Bwana na kutegemezwa kwa kila kazi njema katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, nitokapo mahali hapa nitafaa sebuleni, nitafaa jikoni, ninapotoka mahali hapa nitafaa shambani, nitafaa barabarani, ninapotoka Baba nitafaa kazini, nitafaa kila eneo, nitafaa kila mahali, biasharani nitafaa, katika huduma nitafaa, ninapotoka Baba, kwa sababu ninatoka nikiwa chombo cha thamani katika jina la Yesu. Nisikie haleluya. Wonderful. Hautatoka kama ulivyoingia jioni ya leo katika jina la Yesu. Amen, amen. Wonderful. Nataka ufungue pamoja na mimi kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 wa 7. Samueli wa kwanza 10 6 7. 10 mstari wa 6 na wa 7. Anasema, mstari wa 6 anasema, na roho, tusome mstari ule. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akamimina kichwani pake, akambusa, akasema, je, nimeanza mstari wa kwanza. Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta. Mstari wa 2, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Sersa. Anasema, nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wamepatikana. Na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Mstari wa 3 anasema, kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Then mstari ule wa 4 anasema, nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Mstari wa 5, baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6 anasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mstari wa 7 anasema, basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama
uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Haleluya. Huyu ni Sauli alipotoka kutiwa mafuta na nabii Samueli. Alivyomtia mafuta, akamwambia utakutana na kundi la manabii wanatabiri, then watakupea mikate miwili. Haleluya. Jioni ya leo kuna roho inatembea. Haleluya. Kuna malaika anagawa mikate jioni ya leo. Anasema nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utakapoipokea mikononi mwao. Baada ya hayo, anasema utafika Gibea palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii, anasema wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi. Anasema watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6, na roho ya Bwana itakujilia. So jioni ya leo roho ya Bwana inakujilia jioni ya leo. Unajua, maombi yangu kwa Bwana jioni ya leo ni kwamba upokee roho ya Bwana. Upokee roho ya Bwana jioni ya leo. Upokee roho ya Bwana. Roho ya Bwana ilipoingia ndani yake, tunaambiwa akatabiri. Ukiendelea kusoma unaambiwa watu wakaanza kushangaa wakisema, hata lini Sauli amekuwa nabii? Kwa sababu alipokutana na manabii, roho ikamuingia, roho ikamjiria, na roho ilipomjiria, tunaambiwa akageuka akawa mtu mwingine, kwa sababu roho inakufanya uwe kile roho inataka. So hata jioni ya leo tamani kuingiziwa roho jioni ya leo, ili hii roho ikufanye kuwa kitu kingine, kuwa mtu mwingine. Kuna mtu anaelewa siku ya leo? Mtu ambaye hakuwahi kutabiri hata siku moja, lakini mchana mmoja anakutana na kundi la manabii wanatabiri, wanaimba, wamebeba tari, filimbi, wanaimba, lakini wana prophesy. Anapokutana nao, tunaambiwa roho ya kinabii ikakimbia, ikamuingia Sauli, akaanza kutabiri kama manabii. Watu wa Mungu, hatuwezi kumaliza mkutano huu bila kuingiziwa kitu kinaitwa roho. Nimegundua, nilikuwa na tafakari, wanawake kadhaa waliofanya matukio makubwa kwenye Biblia waliingiziwa roho. Nilisema siku ya kwanza wakati nafungua, nikasema huyu mama anaitwa Hawa, mpaka wakapewa mto mmoja, wakapewa mito minne, Hidekeri, Flati, mto mwingine ni nini? Pishoni. Nao hiyo mito haikuja bure, ni kwa sababu waliingiziwa siku wanaumbwa. Nika nasema akampulizia pumzi, and then akawa nafsi hai. Kuna watu wanahitaji kuwa hai usiku wa leo. Nimegundua mwanamke wa heshima, asikudanganye mtu, chochote unachokiona kina roho nyuma yake. Mwanamke wa heshima ambaye hana roho nyuma yake hana heshima. Unapoona mtu heshima imemfuata, ujue ya kwamba kuna roho nyuma yake inayompa influence, inayompa hiyo influence aweze kuwa ni mtu wa matokeo yaliyo makubwa.
Na jioni ya leo natamani upokee hiyo roho katika jina la Yesu. Huyo ni mmoja tu. Lakini huyu mwanamke mwingine Sara hakuwa mwanamke wa kawaida kwa sababu moja. Kitu kinachoita uwepo wa Mungu kilienda pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke mwingine anaitwa Ruth. Hakuwa mwanamke wa kawaida kwa sababu alikubali kuingia agano, akasema Mungu wako na awe Mungu wangu. Unajua jioni ya leo unaweza kusema Mungu wa hii madhabahu anipiganie leo. Mungu wa hii madhabahu, Mungu aliye hai na awe Mungu wangu jioni ya leo. Unakaribisha roho kwenye maisha yako. Tawasaidia watoto bila shaka. Unakaribisha spirit ndani yako. Hakuna mtu mkubwa asiyekuwa na roho ndani yake ama nyuma yake. Nimtaje nani ambaye unamjua? Ruth akasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Anakaribisha roho inayotenda kazi kwa Naomi, iwe ni roho inayotenda kazi kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani mwingine nimseme? Basi nimseme huyu anaitwa Mariamu. Unajua wakati Mariamu anajiuliza, anasema litakuwaje jambo hili? Mbona mimi simjui mume? Unajua malaika akamwambia nini? Akamwambia roho wa aliye juu atakuja, wa aliye juu atakuja na atie nini? Uvuli. Kwa maneno mengine, roho atakuja na akukalie. Before Mariamu hakujulikana popote. Natamani ungekuwepo jioni ya leo. Maana hatuna muda mwingi, sio muda tunaanza kuomba. Amen. Kabla hakujulikana popote. Hakuna habari zinazoelezwa kwenye agano la kale kwa habari ya Mariamu. Unajua Mariamu ametajwa tu kwa mafumbo na manabii, lakini Mariamu kama Mariamu hakuwa amefunuliwa mpaka siku ambayo roho amekuja. Oh my God. Unajua by the time malaika anamwambia utazaa mtoto, yani tayari roho wa Bwana alikuwa tayari. Ni kwa vile tu Mariamu alikuwa bado hajaelewa tafsiri. Ni kama hivi jioni ya leo ninapoongea hivi, mwingine anasubiri tutakapoanza kuomba, lakini nataka nikwambie roho wa Bwana tayari yuko hapa na anafanya kazi. Kuna mtu kanisani bado? Kau kanisani sema haleluya. So roho wa Bwana yuko mahali hapa, anazitenda kazi tayari. Niambie kitu watu wa Mungu. Roho wa Bwana hatafanya kazi zaidi ya vile unafahamu kwamba anafanya kazi. Yani hauwezi kufanya kazi zaidi ya ufahamu wako. You see? Kuna mwingine anaelewa, kuna mwingine bado hajaanza kuelewa. Yani hauwezi kufanya kazi unapojua yupo, unaanza kupokea vilivyoko ndani yake. So Mariamu alikuwa si kitu mpaka siku moja. Sio aliota ndoto ya mchana ya usiku, ndoto ya usiku. Siku moja malaika amemjilia. Na ndio maana wakati mwingine usifanye mchezo na ndoto. Bwana asifiwe. Unajua Suleiman aliyekuwa amelala. Amelala akiwa mjinga, maana asiyefahamu. Aliamka akiwa mwerevu na maisha yake yalichange kwa lango la ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoingiziwa ni roho wa hekima aliingia kwa Suleiman. Na alipoingia Suleiman akawa ni kitu kingine. So kilichotokea kwa Sauli ni kwamba alipokutana na manabii wenye roho ya kinabii ambao wana roho wa Mungu, yani na yeye Sauli akajipata ana operate kwenye hizo realms. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekutana na manabii. Tamani kuingiziwa jioni ya leo.
Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anawafanya walio wa kawaida waondokane na ukawaida. Petro mtumishi wa Bwana alikuwa siku 49 zilizopita, binti mmoja akamwambia hata huyu alikuwa pamoja na Yesu. Petro akasema, we unikome, mimi sikuwa pamoja naye. Akamwambia hata ongea yake. Takalika binti akiwa amekaa tu hivi akasema huyu alikuwa pamoja na Yesu. Aliposema tu maneno kwa kuongea, akasema hata ongea yake ni sawa na yule bwana. Akamkataa tena. Sasa akasema hapa namna pekee ya kufanya ni kuondoka mbele ya yule binti, asije akaniaibisha. Akaanza kutembea, anaondoka mbele ya yule binti. Akasema hata tembea yake inafanana na Yesu. Siku 49 ameaibishwa na binti mdogo. Then siku ya 50 tunaambiwa Roho wa Bwana akaingia, akawakalia. Then ndimi za moto akawapa publicity, akawapa kujulika. Tunaelewa, tunakumbuka ile juzi, amen. Akawatia moto kwenye vichwa vyao. Maandiko yanasema Roho wa Bwana akaja akakaa juu ya vichwa vyao. Midomo haikutulia. Bwana Yesu asifiwe. Yani miguu yao ikawa anointed, mikono yao ikatiwa moto, hawakuweza kutulia. Ujasiri ukaingia ghafla. Waliokuwa wa kawaida, Yesu alipokamatwa, kuna bwana mmoja, mwanafunzi mmoja wa Yesu, anaitwa Marko. Na hii habari imeandikwa kwenye kitabu cha Marko peke yake. Ndiko nasema huyu jamaa, mwanafunzi mmoja wa Yesu, alikimbia mpaka mavazi yote akachanikia njiani. So wanazuoni wanasema huenda akawa ni nani? Ni Marko. Maana amezijuaje? Maana kwenye maagano mengine haya hazijaandikwa. So walienda kujificha. Ila siku Roho alikuja, Petro na Yohana walisimama wakiwa wamejawa na Roho, wakaanza kufanya vitu. Jana mwendesha ibada amesema kila mihogo tutajua, kila marage tutajua. Yani kila mtu atamanifest kile ambacho amefanya, amekula. Bwana Yesu asifiwe. Nimwambia siku moja, watoto wa matajiri sio kwamba ni mahandsome viki vile, lakini kwa sababu ya kile wanakula. Wangekaa kijijini ingekuwa shida pia vile vile. Tembea ya nitakaa Efeso mpaka siku ya Pentecost. Anasubiri nini kwenye hiyo siku ya Pentecost? Anasubiri nini? Anasubiri nguvu. Na ndio maana mwanamke mwenye heshima ni mwanamke mwenye nguvu. Mwanamke mwenye heshima ni mwanamke mwenye moto. Kanisa lenye heshima ni kanisa lenye moto. Tuseme nini basi? Niliwaambia moto kazi yake mojawapo ni kufunua. Yani emblem ya huduma ya maisha yako, ya ndoa yako, ya familia yako ni moto. Miali ile ya moto ndio itakayo kufunua. Nikakwambia Elia huduma yake ilifunuliwa kwa nini? Kwa moto. Wana wa Israeli walikuwa pengine ni nabii, pengine na yeye ni miongoni mwa manabii, pengine hawakuwa na uhakika, na ndio maana waliingia kirahisi kuabudu miungu ya Baali. Lakini siku moja akasema mwite Mungu wenu. Mwite Mungu wenu, labda amesafiri. Wakajaribu kumwita, haikuwezekana. Then ilipofika zamu yake, tunaambiwa ya kwamba moto ulishuka ukalamba yale maji. So kilichotokea, huduma ilitangazwa kwa moto. Umekuwa underground kwa muda mrefu, umefanya vitu vya kawaida kwa muda mrefu, na nimegundua unahitaji mwongezeo wa moto. Umefanya vitu vikubwa lakini hakuna anayejua. Ni kwa sababu yani ni kama havina heshima, ni kwa sababu huwezi kutenganisha heshima na moto.
Na ndio maana ni lazima jioni ya leo, let fire come. Acha moto uje, ufunue huduma yako, ufunue uwezo ulio nao, ufunue vile ambavyo Mungu amekusudia kuvifanya katika maisha yako. Kuna vita ambavyo umeshindwa kuviangusha, kuvimaliza. Unajua ilikuwa ni baada ya Daudi kutiwa mafuta ndipo alipoweza sura inayofuata kumwangusha Goliathi. So unapotoka katika malango haya, toka ukiwa umeingiziwa roho. Kumbe roho inaweza ikaingiziwa. Tunaambiwa walimpokea roho siku ya Pentecost. Manake siku za Pentecost hazijaisha, siku za nguvu hazijaisha. Hata sasa siku za nguvu zipo. Jioni ya leo na iwe siku yako ya nguvu katika jina la Yesu. Nisikie amen iliyo hai. Wacha moto uingie ndani yako. Haleluya. Tulisema ya kwamba moto wa kichwani unaohitaji kama mwanamke ni kwa ajili ya publicity, kwa ajili ya kutangaza. Unahitaji moto kwenye macho yako. Haleluya. Hauwezi ukawa mlokole aliyekamilika kama hauna macho yako hayana miali ya moto. Utaitwaje mwanamke wa faida nyumbani kama hauna macho yenye miali ya moto? Haleluya. Wabaya watakuogopa kwa sababu ya huo moto. Nisikie amen iliyo hai. Unapoenda kutafuta vitu unatumia nyayo. Ukitumia nyayo zisizokuwa na moto hautafanikiwa kule unakoenda. Wataokota nyayo zako na watafanyia kazi. Na ndio maana lazima nyayo zako zitiwe nini? Moto. So unapopokea nguvu leo, unapokea moto leo. Leo ni ubatizo wa moto. Kuna mtu uko tayari jioni ya leo? Nisikie amen iliyo hai. Unabatizwa wewe leo na mambo yanaitika kijijini leo katika jina la Yesu. Waliokamata nyayo zako, nasema waliokamata nyayo zako, wakazifanyia biashara, wakazifanyia uganga wa aina yoyote, waliokamata nyayo zako kimira, wakazifanyia biashara ama chochote, jioni hii ya leo unapobatizwa kwa moto, ninatangaza ya kwamba hizo nyayo zako zinarejeshwa katika jina la Yesu. Kuna watu wameshikwa vinywa vyao. Nikakwambia moja ya kiungo kinahitaji moto ni ulimi wako. Na ndio maana naambia wanafunzi walikaliwa na ndimi za moto. Ndimi za moto. Ndimi za moto hukusanya watu. Unajua unafanya vitu hakuna yani hakuna anayekufuata. Lakini ndimi za moto naambia makabila karibu 6-7 yalikusanyika siku ile, kila mmoja wakati wake, na kila mmoja akawa anasikiliza lugha, anasema mbona kama anaongea lugha yangu? Mbona kama anaongea lugha yangu? Ni kwa sababu ndimi zao zilikuwa ndimi za moto. Yani ndimi zao zilikuwa fire. Oh my God. Unajaribu kufumba mdomo hivi haiwezekani. Lazima tu uongee. Lazima tu uongee. Na unasikiliza watu wa Mungu. Ndimi zikikosa moto, hautafukuza hata kikohozi, hautafukuza hata kansa, hautafukuza mabaya nyumbani. Hauwezi ukasimama, maneno yako yawezi yakatoka yakiwa na moto. Tumesema hiyo juzi. Na ndio maana lazima ubatizo wa moto. Baba nibatize usiku wa leo. Baba nahitaji moto usiku wa leo. Baba nibatize usiku wa leo. Hebu mwombe Bwana kwa dakika moja. Mwambie Baba nibatize moto usiku wa leo. Nibatize moto usiku wa leo. Nahitaji moto usiku wa leo katika jina la Yesu. Mwambie tena Baba nahitaji moto usiku wa leo. Nahitaji moto usiku wa leo. Hoya balosa katalaba. Nahitaji moto usiku wa leo Baba. Nahitaji moto usiku wa leo. Kalalado shakatalaba. Nibatize kwa moto wako Baba. Nibatize kwa moto wako Baba. Kamata nyayo zangu, kamata ulimi wangu, kamata kinywa changu, kamata kichwa changu, kamata mikono yangu Baba. Ibatize kwa moto kuanzia majira haya Baba. Nibatize Baba kuanzia majira haya Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai.
nibatize Baba. Hebu nataka uwe violent kidogo jioni ya leo. Mwambie Baba nibatize. Nataka usishikike jioni ya leo. Mwambie Baba nibatize jioni ya leo. Nahitaji moto jioni ya leo. Let your fire come. Acha moto uje. Katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Tunaambiwa how God anointed Jesus of Nazareth. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu. Akakataa kutulia mahali pamoja. Akazunguka huko na huko akitangaza habari njema. Uwezi kutiwa moto kwenye miguu yako ukawa na utulivu. Haiwezekani. Watu wa Mungu, nimekubali mwanamke wa heshima. Yesu anakuja kwetu anatuambia hivi, wako wanawali wangapi? 10 Anasema wengine walikuwa na hekima, wengine hawana. Anasema wenye hekima walifanya yafuatayo. Walikuwa na mafuta, walikuwa na taa zinazowaka, walikuwa na mafuta kwenye taa, lakini pia walikuwa na nini? Walikuwa na mafuta ya ziada kwenye vyombo vingine. Na unaposikia mafuta, tunazungumzia power, tunazungumzia nishati, tunazungumzia nguvu. Now, hauwezi kama mwanamke mwenye nguvu ukakosa heshima. So power inafunua heshima yako. Kuna mtu yuko kanisani bado siku ya leo? Kuna mtu yuko kanisani siku ya leo? Hallelujah, hallelujah. Now, unajua mafuta yanapokujiria kwa msaada wa Roho Mtakatifu ni kwamba heshima yako inakuwa sio ya kuomba. Natamani jioni ya leo. Anasema kuna wale wengine 5, wao walikuwa hawana hekima, manake hawana heshima. Walikuwa na mafuta kidogo kwenye vyombo vyao. Lakini pia hayo mafuta alifika wakati yakaisha. Hawakuwa na hekima wala na heshima yoyote. Wakati bwana harusi anakuja, anataka kuwaheshimisha, akakuta wao taa zao zimezimika. That means tunahitaji nguvu ili tupate heshima madhabahuni. Tunahitaji power. Hatuhitaji maneno kumsemelea yule ama kuto kumsemelea yule. Hatuhitaji kumsema nani kafanya nini. Nimegundua watu wa Mungu, acha tutafute nguvu usiku wa leo. Sikia mtumishi wa Mungu mmoja Hosea akasema najua mmesoma Biblia, najua mmesoma vyuo vya kila namna, lakini hiyo haitoshi. Hauwezi kudhihirisha kwa sababu nguvu za Mungu sababu ya makaratasi uliyosoma. Unachohitaji, akasema go and seek power. Nenda na mkatafute nguvu. Ikiwa utakuwa mwanamke mwenye heshima, hauwezi kupishana na nguvu. Nisikie amen iliyo hai. Mwanamke ambaye mikono yake inapotiwa nguvu, chochote anachoweka mikono yake kinafanikiwa. Mwanamke ambaye ana nguvu ni mwanamke ambaye chochote ambacho anafanya kinaenda mbele kwa sababu ana nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikwambia siku tunaanza nikasema ya kwamba sababu mwanamke aliitwa msaidizi, alipata privilege ya kusaidia, ni kwa sababu ya lango ya nini? La nguvu. Angekuwa dhaifu asingeitwa msaidizi. Aliitwa msaidizi kwa sababu anazo nguvu. Nisikie haleluya. So jioni ya leo tamani nguvu. Anasema na aliye na kiu na aje anywe. So inaanza na kiu jioni ya leo. Unasema Baba, jioni ya leo kama walipokuwa na kiu, anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Hiyo ni lango la kiu. Anasema ya kwamba walikaa mahali pamoja kwa umoja. Anasema na Roho wa Bwana siku zipotimia alishuka akawavuvia, ndimi za moto zikawakalia. Usiku wa leo huwezi kujua, huenda ikawa ni usiku wako wa nguvu. Sema nahitaji nguvu usiku. Sema nahitaji nguvu usiku wa leo. Bado sema nahitaji nguvu usiku wa leo. Kuanzia majira haya sema Baba, katika jina la Yesu, nimegundua leo siwezi kwenda pasipo na nguvu. Wacha niseme hiki kabla tujaanza kuomba. Unajua wakati wa mchana wana wa Israeli waliongozwa kwa nini? Kwa wingu. Bwana Yesu asifiwe. Ili nguvu ziambatane pamoja na wao. Usiku walienda na nguzo ya moto ili uwepo wa Mungu uwatie nguvu.
Sikiliza, unapojua kuna mtu wa nne pamoja na wewe, nguvu zinaongezeka ghafla. Unapojua ya kwamba hapa waliponitupa kumbe hapana madhara, nguvu zinaongezeka ghafla ndani yako. Unapojua ya kwamba simba waliyemkusudia anile kumbe hana uwezo wa kunila, maana simba wa kabila la Yuda yuko ndani yangu. Unajua yule alikuwa ni simba wa kabila la porini, lakini simba wa kabila la Yuda yuko ndani yangu. Wanapotazamana hivi, anamwona mwenzake, anamwona senior wake amekuja kwenye shimo, then hawezi kumdhuru chochote. So unapojua kampani yangu ni kubwa, Roho wa Bwana yuko pamoja nami, ameambatana nami, yani ujasiri unaongezeka ghafla. And then uhodari unaingia ghafla. Then unaweza kusimama juu ya jiwe na ukatangaza kuanzia leo na komesha hii vita, nayo ikayeyuka kwa sababu ya ujasiri. Mwanamke, unahitaji nguvu jioni ya leo. Nasema unahitaji power jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Baba, achilia miali ya moto leo. Kalibalo shakatalaba. Tuna dakika kama 10-15. Natamani hizo dakika uzifanyie kazi jioni ya leo katika jina la Yesu. Natamani jioni ya leo hizo dakika uzifanyie kazi jioni ya leo katika jina la Yesu. Nataka tu watoto wetu wawe ndani wakati tunaomba ombi hili katika jina la Yesu. Najua ukitoka hapa ukiwa dhaifu, utaonewa na adui. Ukitoka ukiwa hauna uwezo, utaonewa na adui. Na ndio maana jioni ya leo mwanamke mwenye nguvu anatafutwa leo katika jina la Yesu. Inyoshe mikono yako kwa Bwana. Hola balo shakatala bahanda. Jioni ya leo kuna mtu anapokea nguvu jioni ya leo. Najua ulionewa, sio wewe tu, hata wanafunzi walionewa siku 49. Lakini ilipofika siku ya 50 tunaambiwa ya kwamba yani nguvu ilipofika, yani wakasimama kwa ujasiri. Kuna watu watatoka hapa watasimama kwa ujasiri katika jina la Yesu. Nisikie haleluya. Nisikie haleluya. Sema Baba katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninajua ndani ya nyumba havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Sema Baba katika jina la Yesu. Jioni ya leo. Sema tena Baba katika jina la Yesu. Jioni ya leo nakataa kuwa chombo cha mti, chombo cha nyasi. Nakataa jioni ya leo kuanzia majira haya. Nakataa kuwa chombo cha udongo kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Sema Baba yangu, Baba yangu, jioni hii ya leo nakataa kuwa chombo cha fedha. Nakubali jioni ya leo kuwa chombo cha dhahabu kitakacho kutumika katika nyumba yako kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Hebu kataa kuwa chombo cha nyasi jioni ya leo katika jina la Yesu. Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamke. Sauti za wanawake huwa juu. Natarajia sauti yako iwe juu siku ya leo kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Wanazengre hai mali balo shakata katika jina la Yesu kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Wanazengre hai hoya balo sakata. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Kataa kuwa chombo cha kawaida. Wewe mwanamke ulioko nyumbani, sauti yako ni muhimu. Kataa kuwa chombo cha kawaida. 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 Ewe mwanamke jioni ya leo, chombo cha nyasi, kataa jioni ya leo. Kataa jioni ya leo. Kataa jioni ya leo. Mali balo shakatalaba katika jina la Yesu. Chombo cha kawaida, chombo cha udongo, kataa jioni ya leo katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu, usiku wa leo unifanye chombo cha heshima, nami niko tayari. Nifanye chombo cha heshima usiku wa leo. Sema Baba, unitakase kwa kila takataka usiku wa leo. Unitakase usiku wa leo kwa kila takataka, zinitoke usiku wa leo katika jina la Yesu. Hebu omba ombi hilo kwa dakika moja.
Mwambie Baba, niondolee kila takataka katika jina la Yesu. Wanazengre hai. Omba jioni ya leo. Kila takataka, kila takataka, kila takataka jioni hii ya leo. Oya balosa. Kila takataka jioni ya leo. Mwambie Baba, ninaomba jioni ya leo katika jina la Yesu. Wanazengre hai. Kila takataka, mwambie Baba, ziondoke. Kataa jioni ya leo. Unazozijua na usizozijua jioni hii ya leo. Kataa takataka. Kataa takataka katika jina la Yesu. Utakaswe wewe. Utakaswe wewe. Utakaswe wewe. Kuanzia majira haya. Hizo takataka kuanzia majira haya. Oya balosa. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Katika jina la Yesu. Mali badosa. Mwambie Baba, nisafishe. Niwe chombo cha heshima. Chombo kimfaacho Bwana. Chombo kimfaacho Bwana. Na kumtengeneza. Na kutengenezwa. Na kutegemezwa kwa kila kazi njema. Katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Najua ya kwamba dhahabu haifai isipopita kwenye moto. Baba, jioni ya leo na utaomba kwa imani. Sema Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo achilia moto wako katika malango haya. Sema tena Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo achilia moto wako juu yangu. Jioni ya leo sema Baba, katika jina la Yesu, achilia moto jioni ya leo kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Sema tena Baba, katika jina la Yesu, achilia moto utakaochoma kila takataka, utakaonisafisha kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Kuanzia majira haya. Sema moto. Sema tena moto. Sema tena moto. Sema tena moto. Sema tena moto. Sema Baba, nahitaji moto kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Baba, nahitaji moto. Achilia moto katika kinywa changu jioni hii ya leo. Kala balosa kata. Ipaze sauti yako dakika moja katika jina la Yesu. Mwambie Baba, nahitaji moto. Fire in the name of Jesus. Moto katika jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu. Kuanzia majira haya. Moto katika jina la Yesu. Kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Oya balosha katalaba. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Thank you Father. Na kwenda kuhesabu 1 mpaka 7. Unajua wakati Sauli amekutana na manabii, roho ya kinabii iliingia ndani yake. Na usiku wale, kwa kuwa roho Bwana yuko mahali hapa, unakwenda kutandaza mikono yako hewani. Anena po kuhesabu 1, nikisema 1 utasema moto. Na ndipo nitakapofika 7 utaanza kumwambia Baba, nijaze moto wako. Maana hilo ndilo ombi letu la mwisho usiku wa leo. Kwa sababu wakati moto unaingia, yani yule wa kawaida anaondoka ndani yako. Kama mtu anaweza kachomwa sindano na ngozi yake ikaumuka, ni kwa sababu ya sumu aliyoingiziwa. Unapoingiziwa roho jioni ya leo, unakuwa mtu mwingine jioni ya leo katika jina la Yesu. Kama mtu anaweza kala chakula andeni akamanifesti vitu vingine vinavyofanana na chakula hicho kula, unapokunywa roho usiku wa leo, vitu vyako vinabadilika, unakuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Tamani, hebu kwa dakika moja jione yule mwingine unayetamani. Jione yule mama unayemtaka. Unajua usipokuwa na picha kichwani hauwezi kupokea haya mambo ninayozungumza. Jione yule mwanamke unayetamani. Jione, kuna watu mtapokea moto wa maombi, kuna watu mtapokea moto wa utumishi, kuna watu mnapokea macho ya kuendea biashara zenu kuliko vile ambavyo umewahi kufanya. Na usiku wakati moto, kwa sababu moto unafunua, unakwenda kufunua jioni ya leo. Oh ya balo sakatala bahanda. Nikisema moja utasema moto. Hakikisha moto unaingia ndani yako katika jina la Yesu. 1 2 3 4 5. Ongeza imani. 6
Takaposema saba, utasema moto ingia ndani yangu. Utamwambia Baba, nibatize kwa moto usiku wa leo katika jina la Yesu. Saba, moto. Anza kumwambia Baba, acha huo moto ukufanye vile ambavyo unataka uweze kuwa usiku wa leo katika jina la Yesu. Wanazengreha, mwambie Baba, let your fire come. Acha moto wako uje. 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 Mwambie Baba, achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Use wakati wa kukaa nje. Wasaidie watoto. Malibado shakata katika jina la Yesu. Mwambie Baba, labado shakata, achilia moto. Achilia moto. Achilia moto kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Wanazengreha, hoya balosa. Anza kuombea moto kwenye ulimi wako. Anza kuombea moto. Mwambie Baba, kinywa changu kivikwe moto. Kinywa changu kivikwe moto. Kinywa changu kivikwe moto usiku wa leo. Kinywa changu kivikwe moto usiku wa leo katika jina la Yesu. Wanazengreha, achilia Baba makaa ya moto. Achilia Baba makaa ya moto. Achilia Baba kala moto koskolomahanda. Acha malaika abebe moto kwako leo. Baba, oya balosa, usiku wa leo. Unajuaje ya kwamba jioni ya leo inaweza ikabadilisha hatima yako? Jioni ya leo inaweza ikabadilisha aliye ndani yako. Malibadosa, wakati Roho anaingia ndani yako, unaanza kuchenja, unaanza kubadilika. Jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, Baba, pokea ubatizo wa Roho. Pokea ubatizo wa Roho. Pokea ubatizo wa moto. Pokea ubatizo wa moto. Mayabalosa kataraba kwenye kinywa chako. Kwenye kinywa chako. Kwenye kinywa chako. Hoya balosa. Anza kuombea kichwa chako. Anza kuombea kichwa chako. Mwambie Baba, nibatize moto kwenye kichwa changu. Nilikwambia jana, nilikwambia juzi ya kwamba huu moto ndio unaokutangaza. Huu ndio moto ambao unakwenda kutangaza. Hawamjui Israeli yule ambaye Mungu amemkusudia. Malibadosa, mwambie Baba, achilia moto kwenye kichwa changu usiku wa leo. Omba, omba, omba. Omba kwa kumaanisha toa maneno, toa maneno, toa maneno usiku wa leo. Toa maneno usiku wa leo. Toa maneno. Mayabalosa, moto kwenye kichwa chako. Moto kwenye kichwa cha mwanamke mmoja jioni ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Hoya balosa, sema Baba, jioni ya leo. Sema tena Baba, jioni ya leo achilia moto mifupani mwangu. Jioni ya leo boni maro sipokee moto. Anza kuombea hiyo mifupa. Anza kuombea mifupa kuanzia sasa. Mwambie Baba, achilia moto kwenye mifupa. Moto kwenye mifupa kuanzia saa hii majira haya katika jina la Yesu wa Nazareti. Huo moto wachiliwe, 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 wachiliwe mifupani. Moto wa mifupa. Moto wa mifupa. Achilia, ombea moto kwenye mifupa. Ubatizo malibadosa mifupani, viwiko kila eneo katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Ya balosa, ndio Bwana, ndio Bwana usiku wa leo katika jina la Yesu wanazangreha. Sema Baba, katika jina la Yesu. Sasa tembea, tembea. Sema Baba, katika jina la Yesu napokea moto kwenye nyayo zangu. Napokea moto kwenye nyayo zangu. Napokea moto wa kumiliki. Baba, napokea moto. Napokea moto jioni ya leo kuanzia majira hayo katika jina la Yesu wanazangreha. Ola bado sakatalaba. Pokea moto unapotembea. Mirex mahanda, moto wa kumiliki, moto wa kumiliki, moto wa kumiliki nyayo zako. Possession, utamiliki mara baada ya hapa. Utamiliki mwanamke mwenye nguvu, mwanaume mwenye nguvu apokee moto usiku wa leo. Utapozesha vitu ambavyo ulishindwa. Nyayo zako zipokee ulio moto kuanzia majira haya
katika jina la Yesu Kristo. Wanazengreha hoya balosa, ndiyo Bwana, majira haya katika jina la Yesu. Wanazengreha hoya balosa. Sema Baba katika jina, sema Baba katika jina, napokea moto, miali ya moto kwenye macho yangu. Sema Baba, yabatize macho yangu miali ya moto usiku wa leo, yape uwezo wa kuona kuanzia saa hii majira haya katika jina la Yesu Kristo. Oya balosa, jana tumeongezewa oya balosa moto kwenye ufahamu wako. Mwambie Baba, ufahamu akili yako, nia yako itiwe nuru, itiwe moto usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia majira haya oya balosa katalaba, ubatizo usiku wa leo, 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 karabadosha katalaba, ubatizo usiku wa leo, maya balosa katalaba. Hebu anza kuvua wanawake wa kawaida. Mwambie Baba, sitakuwa wa kawaida. Mavazi yote, moja ya ombi niliongozwa tuliombe jioni ya leo ni kuvua vazi la ukawaida. Vua vazi la ukawaida, vua vazi la ukawaida, vua mavazi mazito. Wewe mwanamke wa kanisa hili, wewe mwanamke wa familia hiyo, wewe libadosha katalaba, mavazi yote, mavazi yote yanayokufanya wa kawaida yavue usiku wa leo, yavue mavazi. Ipaze sauti yako, mavazi hayo mabaya kuanzia majira haya. Wewe ni mwanamke wa kibali, mwanamke wa kibali, yavue hayo mavazi, mavazi machafu usiku wa leo. Karibadosa na jina la Yesu. Wanazengreha hoya balosa kata, mavazi machafu na yakataa usiku wa leo, mavazi machafu ninayakataa leo. Haya balosa kata, nakataa mavazi machafu. Kalibalosa kata, kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Malibadosa kata, anza kuomba kwa ishara ya vazi. Anza kuvaa vazi la heshima. Kama unavaa gauni, unavaa shati, unavaa kanzu, mwambie Baba, ninavaa vazi la heshima, vazi la heshima, navaa vazi la heshima majira kama haya katika jina la Yesu. Navaa vazi la heshima kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Wanazengere hai vazi la heshima. Oya balosa ikandalaba kararadosa. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, majira kama haya katika jina la Yesu. Wanazengere hai oya balosa katalaba. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Baba, asante kwa neema yako katika jina la Yesu. Ninamiliki vilivyo vyangu. Nyosha mikono wako wa kuume, sema Baba, ninamiliki usiku wa leo. Kwa nguvu ninamiliki vilivyo vyangu, ninamiliki usiku wa leo. Namiliki baraka zangu, namiliki ushindi wangu, namiliki heshima yangu. Kuanzia majira haya ninatoka jioni ya leo, si kama mwanamke wa kawaida, si kama kijana wa kawaida. Kuanzia majira haya ninatoka kwa moto mwingi. Kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Baba wa milele, batiza hatua zangu kwa moto, batiza hatua zangu kwa moto, batiza viungo vyangu kwa moto, batiza viungo vyangu kwa moto. Kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Ninaogelea jioni ya leo, moto utanitangulia, moto utanizunguka kuanzia majira haya katika jina la Yesu. Anza kumtukuza Bwana usiku wa leo. Hoya balosa katalaba katika jina la Yesu. Wanazengleha hoya balosa katalaba. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Karabadosa katalaba. Moto ulao, moto uteketeza, moto uteketeza, moto uteketeza. Mungu akufanye kuwa moto, Mungu akufanye kuwa moto, Mungu akufanye kuwa moto. Moto wa heshima, 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 moto wa heshima. Utatoka mahali hapa kwa moto katika jina la Yesu Kristo.
Tumemwomba Bwana, tuseme haleluya. Wonderful. Makofi.